Kennedy ametoa wito huo wakati akitoa mafundisho kwa vijana katika kambi linaloendelea la mtaa wa Mpanda mjini na kueleza madhara mbalimbali endapo kijana asipokuwa mwaminifu, ikiwemo kukosa jamii yenye watu waadilifu. Leo nimevutiwa sana kuwakumbusha vijana namna ambavyo jamii na kanisa inaweza kunufaika na uwepo wao. Jamii inahitaji watu waaminifu. Serikali inahitaji watu waaminifu. Kanisa linahitaji watu waaminifu. Na habari ni kwamba hawa vijana ndio nguvu kazi ya kanisa, ndio nguvu kazi ya jamii na ndio nguvu kazi ya taifa kwa ujumla wake. Vijana wanapokosa uaminifu, maana kwamba jamii itakuwa imeumia. Maana wazee wetu ambao ni waaminifu ni hao ambao sasa wengine wanastaafu. Sasa hawa vijana kama sio waaminifu, tutakuwa tuna jamii ambayo haina uadilifu, jamii wezi, mali ya umma, mali ya jamii, na akishakuwa mwizi yeye atazaa na mwizi mwingine. Kwa upande wao, baadhi ya vijana waliohudhuria mafundisho hayo wameeleza umuhimu wa kuwa waadilifu, huku wengine wakieleza sababu zinazopelekea kushindwa kuwa waaminifu. Unapokuwa mwaminifu hata katika mambo yako unayoyafanya kila siku yataenda vizuri, kwa sababu utakuwa sambamba na mkono wa Mwenyezi Mungu. Faida ya pili, unakuwa mtu wa kuigwa katika jamii. Vijana wengi tunabezi kwenye mitandao ya kijamii, so tunakuta mali ya mafundisho ambayo tuliyapata mwaka uliopita au kipindi cha nyuma tunayasahau. Ubize wa kutafuta maisha. Unakuta mtu kijana mdogo anapambana kwamba tafuta hela, kwa hiyo anakuta afikirie tena ufalme wa mbinguni, bali anatafikiria tu njia za kupata hela. Vitu vinavyosababisha vijana wanashindwa kuwa waaminifu ni pamoja na hali ya maisha wanayoishi. Wameshindwa kuzingatia nini wakopi kutoka kwa Yusufu kuja kuleta katika maisha yetu tunayoishi leo. Biblia inasema ya kwamba mtu asipolitii neno lake hawezi kufanya chochote. Hii inatupelekea kwamba unaweza ukamfahamu Mungu, unaweza ukasema wewe kama ni Mkristo au unamwamini Yesu, lakini kama hautalitii neno lake kamwe hauwezi kuwa mwaminifu. Leonard Mwaipopo ni mchungaji wa mtaa wa Mpanda, ameonyesha kufurahishwa na mahudhurio, huku mwenyekiti wa Field Ziwa Tanganyika ambalo linajumuisha mikoa mitatu ikiwemo mkoa wa Katavi, Rukwa na mkoa wa Songwe, mchungaji Steven Ngusa amefafanua namna ya mgawanyiko wa mafundisho. Tumeanza vizuri, idadi ya watu nalizisha kiasi cha kwamba unapoona siku za mwanzo watu kama idadi inaonekana katika ukumbi wa mikutano, basi hakika makambi ni ya pekee na tuashiria kwamba watu na lengo kubwa la kanisa katika LTF watapata kile ambacho wanakistahili. Na tumekuwa na mikutano mizuri tukiwa na wahudumu wetu, askofu wa jimbo, katibu mkuu wa jimbo letu la LTF na mwazini mkuu wetu wa jimbo. Wote hawa wanafanya sehemu ya wahudumu wa kambi hili, nikiwa na mimi mwenyeji wao. Kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha kwamba sikukuu za vibanda ama sikukuu za makambi zinaenda kwa uzuri na hatimaye watu wanazidi kukua na kuimarika kiroho. Juma hili na makambi 10 ambayo yanaendelea, na majuma mawili yaliyopita tumefanya makambi, jumla ya makambi 19, na hapa tuko kituo cha kambi la Mpanda. Tunamshukuru Mungu kwamba kambi limeanza vizuri, wahudumu wote tuko hapa, wahudumu wa watu wazima, wahudumu wa watoto, mwinjilisti wa vitabu. Tunashukuru kwamba huduma zote kambini zinaendelea vizuri. Mafundisho ambayo tunafanya hapa, mafundisho makuu ya imani, mafundisho ya idara, uongozi, pamoja na migawanyiko ya kifamilia, kambi linaendelea vizuri. Tunahimiza waumini katika kambi hili kualika wageni zaidi, kwa sababu makambi ni mkutano wa kiuinjilisti. Hata hivyo, waumini wamehimizwa kuzingatia ratiba na kanuni za kambi, kushiriki kikamilifu katika vipindi vilivyoandaliwa na kutumia fursa hiyo kujijenga kiroho. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.